Bwana Yesu Kristo asifiwe. Biblia inaongea kuhusu sheria za Mungu na neema ya Mungu. Ni kwa nini watu hawastahili kuzitumia pamoja? Kulingana na Biblia, sheria ya kwanza ambayo Mungu alimpatia mwanadamu ni ile alimpatia Adam na mke wake Eve. Aliwaambia ya kwamba matunda yote katika shamba la Edeni waliweza kula vile walikuwa wanataka. Lakini aliwakataza kula matunda ya mti mmoja ambao ulikuwa kutofautisha wema na ubaya. Aliwaonya kwamba wakila matunda hayo, hiyo siku watakufa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunaona kwamba hiyo sheria ilikuwa ni wakikataa kuifuata wanapata mauti, inalete kifo. Tunaona kwamba sheria zingine ni zile Mungu alipatia wana wa Israeli kupitia Musa. Zinaandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati fungu la 28 kuanzia mstari wa kwanza hadi mwisho. Inaongea kuhusu baraka za Mungu kama wangefuata sheria za Mungu, na pia inaongea kuhusu laana za Mungu kama wangekataa kutii sheria za Mungu. Na hiyo sheria za Mungu pia zitawaingiza katika mauti, katika kifo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaona kwamba Yesu Kristo alipokuja, alikuja akatimiza hizo sheria zote na baraka zote za Mungu akazipata. Na akawa sasa ndio mwisho wa sheria zote. Sheria zikawa sasa hazina maana tena, kwa sababu zilipowekwa hakuna mwanadamu aliweza kuzitii. Lakini Yesu alipozitii zile baraka Mungu aliahidia wanadamu akampatia Yesu Kristo. Ikawa sasa hizo sheria ikawa mwisho wake. Yesu akazifanya kuwa sasa hazina maana tena, zikatupiliwa mbali, zikatandikwa msalabani au mtini, na Yesu Kristo baraka zote ambao alikuwa Mungu aliahidia wanadamu, Yesu akazipokea. Sasa Mungu akaja na sheria ingine ambayo inaitwa neema. Hiyo sheria ni ya kwamba kwa sababu Yesu Kristo sasa ndiye akona baraka zote za Mungu. Mtu akitaka baraka za Mungu anaenda kwa Mungu kupitia Yesu Kristo kwa njia ya imani, kwa njia ya neema, kupitia imani yake ndani ya Yesu Kristo, pasipo kufuata sheria, pasipo kutenda sheria. Unaenda kwa Mungu kupitia imani yako ndani ya Yesu Kristo, na hizo baraka unazipokea. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaona kwamba baraka za Mungu kupitia neema zinaleta uzima wa milele, lakini sheria zenyewe zilikuwa zinaleta mauti. Na Yesu Kristo alikuja na neema ambayo sasa mtu akifuata vile Mungu anataka, kumwamini mwana wake Yesu Kristo, unapata baraka zako pasipo kufuata sheria. Kwa hivyo sheria inaleta mauti, nayo neema inaleta uzima wa milele. Kwa hivyo naona kwamba hauwezi kutumia pamoja kitu ambacho kinaleta mauti na kitu kingine ambacho kinaleta uzima wa milele. Haustahili sasa kuziweka pamoja. Unastahili kufuata moja. Ufuate sheria ndio uingie katika mauti, au ufuate neema ya Mungu upate uzima wa milele. Yesu Kristo alikuja kutuweka huru kutokana na sheria. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo sisi hatuko tena chini ya sheria, na tena dhambi haina uwezo juu yetu kwa sababu hatuko chini ya sheria. Sheria iliondoka, yaani ilikwisha, mambo yake iliisha, na laana ambazo zinakuja kwa sababu ya kutotii sheria za Mungu pia ziliondolewa kupitia damu yake Yesu Kristo. Kwa hivyo nakuomba kwamba kama uelewi na tofauti ya sheria za Mungu na neema ya Mungu, ukasome Biblia na uambie Roho Mtakatifu akusaidie, muombe akusaidie ukaweza kupata ufunuo, na wewe utaelewa tofauti yake, na wewe utakuwa umebarikiwa. Bwana Yesu Kristo akubariki. Amen.